Nchini Uturuki inayopatana karibu na Kariakoo, imesadikika kuwa mvua zimezidi huu msimu na kusababisha hasara ya magoli 250, huku kocha wa timu ya England akifukuzwa bila kuwa na huruma. Mashabiki wa Yanga FC wamesema kuwa Barcelona atakapokuwa ameingia hapa Kongo kitapigwa mpaka watu watakubali. Rais wa Japani ameagiza bodi ya filamu Tanzania kuhakikisha mchezo unapoenda kufanyika kwenye ligi ya taifa, mchezo huo hakikisha unafuata sheria zote, kwani mara nyingi wavuvi wamekuwa wakifuata sheria, hivyo na kupelekea samaki wengi kuuawa bila kuwa na huruma. Hivyo mwandishi wa habari wako akiripoti kutoka mtaa wa Kariakoo, imesadikika kwa hizi mvua zinazoendelea kunyesha zimesababisha mimba nyingi kutoka, huku maraya wakizidi kuongezeka bei. Hivyo hiyo ndio taarifa ya habari. Asante. Mimi naona kama ameniuza kabisa. Msitu gani wa hivi? Nakuja kufanya upelelezi wa namna gani sasa? Ona mpaka sasa hivi sijui viatu nimeviacha wapi. Sijakaa sana, sikia sauti za ndege. Mara mizimu inaanza kukoroma. Hii serikali inanipenda kweli au natafuta sababu ya mimi kunifukuza? Kama amenichoka niambie. Kuja kunitosa kwenye msitu wa hivi nikaje kuliwa na masimba bure. Msitu gani unakoroma? Msitu umejaa vyura kama madimbu ya maji. Msitu gani eti una madini? Huu msitu wa madini au msitu wa wachawi? Kwanza panapoonekana hata majini yatakuwepo ya kutosha. Niko kama ni kazi nakuja kuikimbia. Wanipe mshahara wangu niondoke. Sipo kwa ajili ya kufariki mimi. Naipenda familia yangu kabisa. Mambo ya kuleta msituni sijasomea wanajeshi. Mimi ni mwandishi wa habari, tena Matinga tizi. Nimeshachoka na hizi kazi mimi. Full stop. Matinga, kuna mambo sijayapenda kwa kweli. Yaani nimeyasikia ameniumiza. Mtoto wa kiume unaanzaje kuwa naombea kama huu? Au ulipewa kitu gani mpaka ukaenda kuopoka kwa mamako kwa vitu ambavyo mimi naifanya mtaani? Vilikuwa vinamhusu nini? Au wewe vilikuwa vinakuhusu nini? Na nilishakwambia kwamba hakuna kuongea kile ambacho unakiona mimi nakifanya. Ilikuwaje? Sijapenda kiukweli, yani sijapenda. Yaani we bosi, kuna kitu ambacho hujakijua. Wakati mimi niliporudi nyumbani, ndo nikamkuta mama amechukia na akaniambia nisipomwambia ukweli ananifukuza kazi. Sasa unafikiri mimi angenifukuza kazi ningeenda wapi? Na unavyojua maisha ya nyumbani yalivyo magumu. Na akaniambia kama nikimwambia ukweli ataniongeza mshahara. Unaona sasa? Na mimi kutetea kazi yangu ikabidi nimwambie ukweli. Najua kabisa kwamba nimefanya makosa, lakini nilikuwa sina namna. Nisamee, ilikuwa nitatia kazi. Unaona boss? Ilikuwa nikutetea tu kazi, kwa naomba tu nisamee. Basi sawa bosi wangu. Mimi mpaka hapo nimeshakuelewa. Nadhani hilo limeisha. Alitojirudia tena. Unasikia bosi wangu? Kuwa na amani. Mimi najua kwamba una michepuko mingi huko nje, lakini sitomwambia tena. Kuanzia leo mimi nafunga mdomo wangu. Sije nikaikosa kazi. Umesikia? Kwa hiyo kumbe ukiahidiwa tu pesa unatoa siri za bosi wako, si ndio? Kwani mimi na huyo mama yako anayekulipa mshahara ni nani? Na mbona kama unajisahau sana? Aliyekutoa kijijini ni nani? Akakuleta hapa mjini. Unajisahau. Au hivyo viwali maharagwe unavyopewa na mama yako hivyo ndio unaona kama hivyo umefika. Sasa nisikilize vizuri Matinga. Hii tabia sijaipenda. Na ikija kujirudia utaona upande wangu wa pili. Nitakufanyia kitu ambacho hata wazazi wako kija kukisikia hawatofurahishwa nacho. Mtoto wa kiume jishikilie. Umbea sio dili. Naitwa Matinga tizi. Kuna kitu nataka tuzungumzie kwa siku ya leo, kwa sababu mimi ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Hivyo nimeona nikuite sehemu kama hii tuweze kuzungumza vizuri. Hivyo nadhani utakuwa na muda wa kutosha na naweza kaanza maongezi yangu moja kwa moja. Sijui upo tayari? Ndio, nipo tayari. Tuanze kuzungumza sasa. Ulikuwa unasemaje labda, kwa sababu muda wangu ni mchache na bili niwahi kwenda kazini. Kwa hiyo bila shaka tuanze sasa.
Okay, asante Mr. Diamond. Nimefurahi sana kunipa hii nafasi. Nitaka nikuulize swala la Kingwendu kipindi anazungumzia swala la wewe kumnunulia gari. Taarifa zilikufikia au ukubahatika kupata hiyo interview iliyofanyika? Kwa sababu huyo mwigizaji wa zamani ameweza kusema kwamba kwa sasa afya yake sio nzuri. Hivyo anahitaji msaada wa usafiri kwa sababu hawezi kufanya shughuli zake kwa sasa kama alivyokuwa akihitaji. Kwa hiyo uwezo wake ni mdogo, anahitaji uweze kumnunulia gari na vitu vingine kama hivyo. Hilo swala unalisemaje kwanza? Mr. Matinga, mimi naomba nikuulize swali moja. Mimi na Kingwendu nani ameanza kuingia kwenye game? Au pesa alikuwa anapeleka wapi? Mimi na majukumu mengi ya kufanya ndugu yangu. Alafu ukiangalia sasa hivi kipindi ni kigumu hiki. Mimi na watoto nasomesha na mahitaji mengi sana. Hapa kuna shows zinanitegemea, inabidi niende nje ya nchi. Sasa Kingwendu alikuwa wapi maisha yake yote? Mpaka mimi nikaje kumnunulia gari na vitu vingine. Au wakisha tuona sisi tumeshafanikiwa wanafikiri kwamba pesa zetu hazina kazi za kufanya sasa. Au ndo tunatafutiana lawama. Vitu vingine bwana, angalia namna ya kufanya. Watu tuna kazi zetu za muhimu. Unapoamua kutuita kutufanyisha interview za hivi, tutakuwa tuelewani. Sawa. Mimi kama mwandishi wa habari nina kila sababu ya kufanya hivi. Na si kwa ubaya, kwa sababu nataka nijue, je, wewe upo tayari? Kwa sababu sijakuita hapa kwamba ni ugomvi labda, hapana. Na naheshimu muda wako kabisa. Ninachotaka kujua kwamba je, upo tayari, kwa sababu mzee aliomba lakini na kukulazimisha pia. Kwa kama kuna uwezekano unaweza kumsaidia. Kama uwezekano haupo pia tuweke wazi na mashabiki zako wajue kiujumla kwamba je, utamsaidia au utamwacha kama alivyokuomba. Sawa Mr. Matinga, mimi nimekuelewa. Ngoja niende nje ya nchi, alafu nikishatoka nitalifanyia kazi. Na nadhani nitawaagiza wasaidizi wangu ili waweze kushughulikia hili swala, kwa sababu kwangu gari ni kitu kidogo sana. Hata akitaka nyumba mimi namjengea. Ila niwakumbushe tu, unapokuwa unafanya kazi wekeni akiba, kwa sababu kuna uzee unakuja. Lakini upande wangu sina tatizo. Nitahakikisha namnunulia gari zuri ambalo litamsaidia kwenye makazi yake na vitu vingine kiujumla. Kwa hiyo asante. Na muda wangu umeniishia. Kwa naomba niruhusu niondoke. Hivyo yani. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia hapa, nilikuwa naongea na Nasibu Abduli aka Diamond Platnumz, na mwandishi wako wa habari ni mimi Matinga TZ aka Matinga TV. Nikuombe uweze kusubscribe kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata miendelezo yetu tunapokuwa tukipost kila siku. Na pia tunakuomba support yako, tuachie maneno hapo, tuachie like ili tuweze kupata support yako kutoka kwako. Nashukuru sana. Asante Mr. Diamond. Tukutane wakati ujao. Nashukuru sana. Na Mr. Kingwendu, nadhani taarifa atakamzisikia kwamba uko tayari kumsaidia. Nikutakie Eid Mubarak. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Matinga TZ. Na msomaji wako wa taarifa ni Matinga TZ mwenyewe. Rais wa Uturuki aagiza bodi ya filamu Tanzania kuhakikisha wanacheza vizuri wanapokuwa uwanjani, kwani wamekuwa wakirusha risasi nyingi baada ya mabomu ya nyuklia kushambulia na kufanya Ukraine kukimbilia nchini Zimbabwe. Hivyo watu wameomba msaada kutoka nchi ya Kongo ili watu waweze kusaidiwa, maana kwa sasa hali ni tete, hususan vyakula havipatikani kabisa. Ukilinganisha na mchezo uliochezwa mwaka jana, Simba imeahidi kukutana na Diamond usiku wa leo na kupanga mazoezi yake ili waweze kuingia studio kwa ajili ya mechi kupigwa hapo kwa Mkapa. Soma taarifa kamili. Sasa bosi mwenye ofisi ndo naongea ofisini sasa hivi. Wewe utaratibu wa kuingia ofisini saa 4 umeanza tangu lini? Au siku hizi umebadilika sana kiasi hiki? Kwa sababu nilikuwa nasikia maneno kwa mbali kwamba siku hizi unaingia ofisini muda ambao unautaka wewe. Ina maana ilikuwa ni kweli? Na unafikiria kwamba hii ofisi itaendesha vipi endapo utakuwa unatumia ustaarabu kuingia kazini muda unaoutaka wewe? Wateja wanakuja na kukuta haupo. Ndio taratibu gani sasa hivi unaambie?
Samahani sana bosi wangu. Nilitoka kidogo. Nilikuwa nasikia kama kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo nikabidi nitoke nikatafute dawa kidogo na maji ili nipoze kichwa. Kwa hiyo samahani. Pia sijatoka muda mrefu sana. Ni muda tu hivi karibuni nilitoka kidogo kwa ajili ya hichi ambacho nimekwambia. Na kuhusu maneno ambayo anaongea huenda ni wivu tu, ila mimi nazingatia kazi. Sijai kuja muda kama huu saa 4 kazini. Ni leo tu imejitokeza bosi, samahani. Haitojitokeza tena, tafadhali. Usilichukulie hili swala kama serious, nakuomba. Sawa Matinga, nimekuelewa. Kwa sababu ni mara kwanza nashuhudia hili jambo. Ila sitopenda lijitokeze tena. Kwa sababu hii ofisi inakutegemea sana. Na nimekupa hii kazi nikiwa nakutegemea sana pia. Kwa hiyo tafadhali usije ukanifanya nikachukua maamuzi ambayo yatakuwa sio sahihi kwa upande wako. Na kama unavyojua tena, mimi nawe tumetoka mbali. Kwa hiyo kwa siku leo acha lipite. Hebu fanya kazi zako, muda fulani nitakutafuta tuongee kwa sababu kuna swali lingine la kikazi. Itabidi usafiri kwenda mikoani. Kwa hiyo nakutakia majukumu mema ya kazi. Nashukuru sana bosi wangu kwa sababu kitu cha kwanza unanielewa pale ambapo nakueleza. Kwa hiyo hili swala limeisha. Halitojitokeza tena kabisa. Na huo muda ambao umeniambia utakapokuwa umefika nitakutafuta bosi wangu tuweze kuongea. Kwa hiyo nawe pia nakutakia mapumziko mema. Nadhani baadaye tutaonana. Nipe nafasi kidogo niendelee na majukumu yangu ya kikazi. Asante bosi wangu, tena karibu tena kwa mara nyingine. Uwe na mchana mwema. Mimi nilikwambia tusichukue ile mkopo, ukakataa. Mbona sasa tumeshafukuzwa? Tunaenda wapi? Kama unavyojua nyumbani ni mbali. Tukisema tutembee tutafika nyumbani saa ngapi? Hapana. Mimi kwa kweli siwezi. Hapa inabidi tutafute plani nyingine ya kufanya. Ila kusema tuende kijijini haitakuwa ngumu sana. Tutafanya nini? Kwa sababu mpaka sasa hivi nafikiria sioni cha kufanya. Au tupige simu kijijini niwaambie umepata ajali. Wakituma pesa tunapata pesa ya kutafuta chumba kingine. Sasa tunapata tuna namna. Au unasemaje wewe? Sasa tushakanyaga. Hatuna plan tena nyingine ya kufanya. Kumbe wewe mpusi. Mimi nakwambia vitu vya maana, alafu unaenda kupumbavu wako. Nani amepata ajali? Umechukua pesa umeenda kuonga umaraya zako. Sasa hivi unaniambia kwamba upige simu kijijini uambie nimepata ajali. Kwa nini usiseme kwamba wewe ndio umepata ajali ukapaswa ile kwa mwe lako? Kwa sababu wewe ndio umefanya ujinga. Umechukua pesa ya mkopo, unaenda kufanyia starehe. Sasa hivi mimi ndio nimepata ajali tena. Aisee, umenikera sana ujue. Tafuta plani nyingine. Ya kusema niende kijijini sijui mara nifanyeje, mara ukapiga simu kama nimepata ajali. Sahau. Kitu ambacho hujakijua ni kwamba mimi sikuonga kama unavyofikiria wewe. Hapana. Nimetapeliwa. Yule mdada alisema kwamba anafanya kazi sehemu za Arusha kama sijasahau. Kwa hiyo nipate pesa fulani nimtumie ili nipate kazi. Nimetumia ile pesa, amezima simu. Kwa hiyo sina namna. Na mimi pale aliponiambia kwamba nitumie pesa, sikuwa na sehemu ya kutoa pesa pengine. Ilibidi nikupige mikwala tukatafuta pesa ya mkopo nilipe kule nikipata kazi. Michongo ikakaa fresh. Haina noma, basi mimi nakuunganisha tunapata hela. Tunafanya vitu vingine. Nimeshatokea sasa. Tunafanyaje? Lakini hapa akili yangu imesimama, haifanyi kazi. Haifanyi kazi kabisa. Wewe ulichofeli ni kitu kimoja. Ulipenda kuchukua pesa, ungekuwa umeshaandaa kazi ya kufanya. Labda tu mimi nikushauri. Na niwashauri watu wengine ambao wanafanya hii kazi. Unapoenda kuchukua mkopo wafanikiwa, uwe na biashara ambayo unaenda kuianzisha moja kwa moja. Tofauti na hapo utaendelea kulaumu kwamba fanikiwa zina mikosi, watu hawafanikiwi. Kumbe wewe umechukua pesa biashara, unaenda kuonga ili upate kazi.
Inaingia akilini hiyo? Acha haki itendeke. Pata hela Mungu ambaye amekuamulia kuipata. Ila usitoe rushwa ili upate kazi. Haya, fanikiwa tuenda kulipa nini? Ndio umeshatapeliwa hivyo. Haya sawa. Ngoja tuone sasa itakuwaje. Maana mimi hapa sina namna. Ikishindikana, mimi nauza simu na rudi kijijini. Maisha atakuwa amenigomea hapa mjini. Yaani Matinga, tangu uongee vitu leo ndio umeongea point C. Mwanangu Matinga, au hapo umeongea. Kweli bwana. Tukichukua pesa tufanye kitu ambacho tumeamua kwenda kukifanya. Sasa mimi rafiki yangu Matinga, tufanye kitu kimoja hapa cha muhimu sana. Mimi mwenyewe hapa simu yangu nauza. Wewe ukiuza ya kwako tusiende kijijini. Tutakuwa tumepata pesa kidogo, tutaanzia hapo. Hela simu yako tunatafuta chumba. Hela simu yangu kamtaji. Tunaanzia hapo. Wewe rafiki yangu bwana, sasa tukaachana kwa vitu vidogo vidogo hivi. Imetokea sawa. Acha mambo yapite hayo, tufanye vitu vingine. Siku rafiki yangu. Ila umenifundisha kitu mwanangu Matinga. Respect sana. Sawa. Lakini isije kajirudia tena kwa siku nyingine. Hili ni kosa tumeshalifanya na tumeshaligundua. Nadhani kwa sasa tutaenda kurekebisha maisha yetu na yatakaa sawa. Tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, ila usijue kufanya tena ujinga ule ufanya kama sasa hivi. Tumeingia kwenye gharama ambazo tulikuwa tuna ratiba nazo. Ila hilo limeshapita, acha tugange ajayo. Sawa mwanangu, kubali sana.